You can see my teacher is doing very well. Ndugu yangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the second Deputy President of the Republic of Kenya, my brother and my friend, the Honorable Your Excellency Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Justin Muturi, Mr. Speaker, my brother Eugene, na ndugu zangu wote ambao mmekuja hapa. Kwanza kabisa ningependa kutoa shukrani kwa mhubiri wa leo, Reverend James Wambugu, bila ametuhubiria. Mimi ni Seventh Day Adventist, kwa hivyo nilikuwa kanisa jana. Na wakati nilikuwa kanisa jana, as I listened to him preach here today, nilisema lazima kuna kitu Mungu anataka hata mimi nijue. Sababu yule mhubiri wa jana alituhubiria kutoka Joshua 1, 5, 6 and 9. Now the theme of his sermon was be courageous, be strong. Na leo nimekuja hapa tena sermon ya pili wiki hii, nimeambiwa pia be courageous and be strong. Lazima hata kama kichwa yako iko na shida fulani, ujue kwamba mambo hawezi kuambatana namna hiyo. There's a message that is being sent to you from God. Ninawashukuru ndugu zangu, na mnikubalie Mheshimiwa Gachagua niongee a little bit reflectively. Nimeona viongozi wengi hapa, wazee wetu hapa, Mheshimiwa Kamanda, kuna viongozi hapa, Mama Jane Kihara, Mzee Tora na wengine ambao tumekuwa nao katika utumishi wa serikali hapo mbeleni, na ndugu zangu wengine ambao wako kwa siasa ambao wamezungumza hapa na wengine ambao tumekuwa tukiongea. Huu sio wakati wa kawaida katika jamhuri yetu tukufu ya Kenya, na tulikuja hapa leo niseme tu ukweli, kwa sababu wakati tuliona yale maneno yalifanyika Othaya last Sunday, tulisema tuende sote kwa kanisa. Kama wanataka kutuua watuwe tukiwa sote pamoja, na kama wanataka kutupiga watupige tukiwa sisi wote pamoja. Na vile mnajua, mimi nilikuwa katika Ministry of Interior. I served as the country's Minister of Security for 5 years. Attacking a place of worship is normally known in the security sector as crossing the red line. Mmesikia before even President Obama using that phrase, crossing the red line. Jua hata msikiti. Na niseme ukweli, because Honorable Kalonzo and Honorable Karua, as the senior most lawyers, you know, and Mheshimiwa Wamalwa and Mheshimiwa Muturi, I am not breaking the Official Secrets Act. Tukiwa kwa National Security Council, kuna mambo ambayo hata tukizungumzia sisi sote tunakubali, huwezi kuenda beyond a particular point. Ukifuata mtu aingie kwa msikiti, we come outside. Ukifuata mtu aingie kwa kanisa, we give instructions, the command that position in a vintage manner outside. Kwa sababu hapa huwezi kugusa hiyo hapa. This is dangerous. Kwa hivyo mimi naona kama ile ilikuwa ni going beyond the red line. Na nakubaliana na wenzangu ambao wameongea hapa. Na kila wakati mimi napenda kuongea tu slowly na kueleza wakubwa ambao wako kwa serikali. Siku nyingine nimetoa story hapa ya kiongozi mmoja wa taifa ambaye alihutubia press conference asubuhi, akasema eti yeye ajasikia the name surrender and the name giving up don't exist in her vocabulary. She was a prime minister. 3 hours later alikuwa anatafuta helicopter kutoroka nchi yake. Niseme leo hadharani, our former director of intelligence, a man I respect very much, retired General Philip Kameru, used to tell us kwa security, anatuambia, unajua, we don't have bullets for 55 million Kenyans.
you people who have responsibility must find a way of finding solutions by talking to Kenyans, even when they're in the opposition. Sababu hatutaki kuchafua nchi yetu. That's why my first point today is to advise our leaders. You might be very happy today ufikiri wewe uko na nguvu sana, wewe ni mtu mkubwa. Mumeona hii kiburi vile mnaona hapa, maandege nini kujipiga kifua. Tumekuwa na by election, hata Mheshimiwa Magara angewaambia vile tulikuwa tunaambiwa pale kwa by election, sisi ndio serikali, tutaiba kura, tutafanya nini. I want to be very honest with you. Siku moja utashangaa sana. Sasa unatafuta ndege kutoroka. Because huwezi kusukuma wananchi mpaka beyond the wall. Na tena, let me say something I ordinarily would not say because the press is here. If I was advising this government, and people here, political scientists like Mheshimiwa Gachagua here and Kawanja and the rest can agree with me, you are radicalizing this country to a point where you won't be able to control it. The anger down below, mimi sijui wanaishi wapi. The anger down below, ile hasira iko na wananchi saa hii. Ama viongozi nasema uongo. Sinyi mnakutana na wananchi kila wakati. When you listen to wananchi very carefully, tukienda kwa mikutano, hata nimekuwa nikienda kwa mikutano. 2 weeks ago nilikuwa Coast. Naongea na viongozi, unasikia vile viongozi wanaongea. As a leader, na niwaambie tu ukweli, tuko kwa kanisa, as a leader, unasikia hiyo maneno wananchi vile wanaongea, unajiuliza viongozi wetu wanajua hii mambo. Sasa hii ni kama wale ambao walikuwa wanakaa kwa ile meli inaitwa Titanic. Wanakunywa wine kule juu na dance na girlfriends wao na meli ikasinki, na ikisinki mtasinki na huyo girlfriend na wine yako na kila kitu mtasinki. I'm telling you, we are playing with the country. Hawa viongozi wetu tuambie, tunacheza na nchi vibaya sana. Ya pili, mnajua mimi nilikuwa waziri wa elimu. Mheshimiwa Rais Kibaki wakati alikuwa rais, even President Clinton said one person angependa kukutana na yeye kwa maisha yake wakati aliulizwa ni Mheshimiwa Kibaki. Sema president ya Kenya ambaye ametoa free education and 1 million kids have walked to school. That is there, it's in record. That's what President Clinton said. That is the person I would like to see who has done wonders in this world. By the time President Kenyatta was coming to office, wale watoto wa Kibaki walikuwa wamefika secondary. Sasa President Kibaki, Uhuru akaanza kutusukuma na 100% transition. Tukapita hapa msituni huku Narok, kwanza tulikuwa tunaenda huko na natembea akiwa county commissioner, watoto wote waende shule. We invested very heavily in infrastructure development. Watoto wanaingia shule. 6 decades after independence, tufike mahali watoto wetu wanashindwa kwenda shule. Sasa ni excuses na telewa sijui nini. And you know, lazy people, watu wazembe bure tu, kazi na washinda, kazi yao ni excuse tu. Oh, sijui ni nini ilifanyika, sijui ni CBC nini, excuses. We have enough money in this country. Believe me, as a former Minister of Education, we have enough money to put our children back to school. And tupe serikali, mimi naambia wa Kenya, tupe serikali, tutarudisha free primary education, free day secondary education, watoto wetu watarudi kwa hiyo maneno, tutarudisha. Tupe serikali, tutarudisha Eduafia, ile insurance ya kila mwanafunzi ambaye yuko kwa secondary school. And we will tell you how it's done. You are looting the money. Hii pesa mnaona inalipwa huku, watu wanalipwa kila siku, nini? Wakubwa wako hapa, they are my elder brothers who are knowledgeable on these matters. Rigiji has been deputy president. His Excellency Kalonzo Musyoka has been vice president. What do you do with 7 billion in State House in 1 quarter? State House sio shule, kazi inafanywa huko. Sio kazi, sio hospital where people are operated. You don't buy. What do you need that kind of money for? Ni kuiba tu unaendelea hivi, nchi inaporwa. That is why our children don't have capitation in schools. Hii pesa imeenda huko. Na ninawaomba wananchi na wale viongozi ambao mko hapa, tafadhali ninawaomba tuelimishe wananchi wetu. Safari hii sio ya kuongea hivi, tukishikana sisi wote pamoja tunaweza kurudisha nchi yetu kwa barabara. Our focus is to fix the country. We are on a mission to fix this nation. Sababu imeenda hivi namna hii. Let us fix this nation and we can do it. Nimalizie haya.
Mimi mzee Kamanda ningemwambia hivi. Unajua tumefika, ni vizuri ndio vile tunaongea. Na nataka kuambia from the bottom of my heart, my brothers and sisters. Nchi yetu mahali tuko sasa, lazima sasa tuungane. Sababu kuna kasumba ambayo imetumika kutugawanya muda mrefu sana. Shida inatokea, unaambiwa eti unajua ni Wakikuyu wanataka kuangusha serikali. Tu Wakikuyu ndio wako na shida, wanataka kuangusha serikali. Wakikuyu ndio walikupigia kura. Siku ile walikupigia kura wakuwa Wakikuyu. Na hii maneno ya kugawanya watu kwa misingi ya kikabila itatuharibu. Ninawaomba ndugu zangu na dada, tushikane pamoja sisi wote, bila kujali mambo ya kabila, mahali umetoka, bora tu tusaidie nchi yetu hii ya Kenya. Na vile nilisema wakati ule tulikuwa pamoja, we know what Kenyans want. Kila tunatembea tunajua Wakenya wanataka tuungane sisi wote pamoja. The needs and the demand of our people is bigger, stronger, and even much more forceful than the ambitions and needs of our individual leaders. Ukienda leo nyumbani ujiulize swali, na ndio mimi nataka kumalizia. Wewe jiulize honestly, wewe mwenyewe ukiwa tu peke yako, hawa wangwana kama wamefikisha nchi yetu hapa kwa miaka 3, hebu jiulize wakipewa miaka 5 utakuwa na nchi inaitwa Kenya? So if you really love your country, and I believe all of us love our country, saa hii sio eti kwamba lazima Kalonzo awe president, o lazima Matiang'i awe president, o lazima Gachagua awe president, ama Martha lazima awe president. Saa hii lazima tusaidie nchi yetu jamani. Tukiendelea kuongea hii maneno, tunafanya mzaha namna hii, sarakasi hivi, na huyu sasa ataanza hiyo sarakasi, unajua hawana akili. Na mimi nikwambie, sio viongozi hawa hawana akili. Kenya is suffering because it's under average leadership. Wale watu ambao wanatuongoza ndio shida. Shida sio inchi, shida hiyo akili kwanza tunaambiwa sasa. Wanasemekana ikina Kalonzo hawana akili, ikijia hawana akili. Sasa wewe mimi nakuuliza, mtu ukiwa na akili, upewe serikali mahali watoto wanaenda shule, kesho watoke shule hawaendi shule, hiyo ndio akili kweli? Uko na akili kubwa sana, wagonjwa hawana chakula hospitali, madawa hakuna, wewe ni mtu wa akili sana. Barabara kama hii tulikuwa tunafanya hapa nyoka, hata hii Mama Road hapa Murang'a tulianza na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ikwame. Ni watu wa akili zaidi. Wale wako na akili zaidi. Barabara kama hii Keno Marua, when we were in government, this plan tulikuwa, I was the chairman of the government projects when we were in government. We were saying hii ni kitu ya kumalizika in 2 years tumemaliza. Sasa wale wako na akili nyingi bado wako nayo huko. Sijui kama ni akili inawazidia manikazi. Wako na akili nyingi hao. Sasa tumefika mahali tuongozwa na watu wale wako na akili nyingi, polisi na goons wanatembea pamoja. Hao ndio watu wako na akili. Hapo tunafanya nchi yetu inakuwa namna hiyo. Mpaka we are becoming a laughing stock kwa sababu tuko na watu wako na akili. Sasa wale hawana akili ndio tumeangalia kutoka kwando. Wale wako na akili nyingi ni wale wanaweka polisi pamoja na goons. And you hope you love a stable country. Jamani, tuache hii sarakasi. Let us come together. Turudi pamoja. Sisi tuna mpango. Wakenya tupe serikali. Muone vile tutapanga hii maneno. We will return Linda Mama. Ile ilikuwa inafanya na Mheshimiwa Uhuru na Mama Margaret Kenyatta, tutarudisha Linda Mama. Hii sarakasi ya SHA hii, we will fix it. Hatutakuwa na shida hii ambao watu wako nayo. So, we know what needs to be done and we understand what needs to be done. Na tuko tayari, tuamini, tunaongea sisi pole pole, tutafika mahali. Wacha wetu atazungumzia. Nilisema the other day kwamba unajua hii united opposition ni kama boma. Iko nyumba hapa, iko nyumba hapa, iko nyumba hapa. Iko siku tutapanga vile tutaenda Ngurario. Na yule mzee ambaye haya mama ambaye atatuzungumzia tukifika hapo. Na tutamtaja wakati huo. Na tutafanya Ngurario mzuri sana.
na tutakuwa mbele. Finally, very finally, nataka kuwaambia wakubwa wetu wa serikali, wafanyakazi wa serikali wameteseka. Ukiangalia pay slips ya wafanyakazi wa serikali saa hii, people have lost faith in public service kwa sababu there is no earning, pay slip imepotea, there is no respect for structure in the public service. So wakati viongozi wetu wa serikali wanasema hatujui, eti sisi hatuna akili, hatujui kitu gani kinaendelea, wale wafanyakazi wa serikali ambao wanafanya nao ndio wanatuambia mambo mingi. Na unajua wengine tulitoka hapo hivi majuzi, tunaelewa kila kitu. Wasifikiri eti sisi ni wajinga sana. We understand even this, we have even done our own polls and we understand what's happening. Waseme ukweli, they have no path to election victory. They doesn't exist. Na sisi tukiungana pamoja namna hii, there will be no contest. It will not be 50+1, it will be 70+1. There will be no contest. They have no path. Wasiseme wasifikiri hatujui, tunajua. We also carry out this data, tunajua. Sisi eti ni wajinga, tumelala chini ya mti tunangoja kuambiwa. We are not that foolish. We understand what's happening. So, let them conduct themselves with a sense of decency. Tunawaheshimu, sisi hatuwatukani sababu tunaheshimu hayo maofisi. Tunawaheshimu kwa sababu ni viongozi wa nchi yetu. Baheshimu wananchi pia, tuende pole pole, Mungu akitujalia. Wakati huo ukifika, public offices like that, today you are there, tomorrow you are not. Wende kungojea samu yako pia wakati mwingine. But the country must go on. Usiue watu eti ni kwa sababu unataka kuinsist eti ukae. Vile Mheshimiwa Muturi alisema, unataka kufanya mambo mingi, unataka kuinsist ukae. Watu wakikataa wamekataa, kiti ni yao, sio ya mtu binafsi. Tunawaombea mema na viongozi wa kanisa tunawaombea, lakini tunataka kuwauliza tafadhali leo, nyinyi kisirani hii tuko nayo, wengine wenu ndio mlituletea, sababu kila siku unajua wakati mwingine mimi nashinda kusema mwadhani agoshwe, sababu unajua tunataka kuonyesha eti hao ndio Wakristo wa kweli, sisi hatujui kuimba, ngaiwa kwa so on. Sawa? Sasa medhirika wazi ukweli mahali huko. Tunawaomba viongozi wa kanisa sasa, kwa sababu nyinyi na sisi we are in the same boat. Ama namna gani? Mmesumbuka, basi tusaidie, naongea na wengine na members ili tuone vile tutaweza kusaidia nchi. Tukae pamoja, tutafaulu pamoja na tutasaidia nchi yetu tukiwa sisi wote pamoja. Tunawapenda wananchi, mukae na imani. We will save our country. Be hopeful, never lose hope. God bless you. Nashira kada nashira. Nashira mwega. Najua naona Dr. Fred